Mambo haya matatu kwenye sperm zako yanaweza kama yakitokea yanaweza kufanya wewe ukakosa mtoto au ukapata mtoto. Jambo la kwanza ni sperm count. Ikiwa kama kiwango cha sperm kilichopo ni chini ya milioni 15, ni vigumu sana kupata mtoto kwa njia ya kawaida. Lakini kama ikiwa ni zaidi kuanzia milioni 15 kuendelea, basi hapo unaweza ukapata mtoto. Na dalili ambazo utaziona ni kuchoka sana baada ya kumaliza na maumbile kulegea au kukosa kabisa hisia za kushiriki tendo. Lakini sehemu ya pili ni morphology ya sperm. Ikiwa kama sperm hazina maumbo maalum, labda ina kichwa kikubwa zaidi, haina ile sehemu ambayo ni ya midpiece au midpiece inakuwa haina nguvu, na sehemu ya mkia ikiwa labda imepinda au zipo katika sehemu mbili, maana yake ni kwamba inakuwa ni vigumu pia kutungisha mimba. Lakini kama ipo sawa, urefu umenyoka na midpiece iko vizuri na kichwa ni kizuri, kipo laini, maana yake ni kwamba unatungisha mimba vizuri. Lakini pia hii inaweza ikasababishwa aidha na maambukizi, yakajitokeza maambukizi kwenye via vyako vya uzazi, ikawa ni tatizo kubwa. Na sehemu ya tatu ni sperm motility, yani mwendo wa mbegu kusogelea yai. Kwa hiyo kama sperm haina uwezo wa kusogelea yai, maana yake shida kubwa itakuwa sehemu ya midpiece, hii sehemu ambayo inabeba nguvu ya sperm kusogea. Sasa hii inaweza ikasababishwa na mtindo wa maisha, kama ulaji ni mbaya au mtindo wako wa maisha, uvutaji wa sigara, yote hayo yanaweza ikachangia kupata hiyo shida. Kwa hiyo kama una tatizo mojawapo kati ya haya na umepima ukagundua kabisa kwamba hii shida inakusumbua kwa muda mrefu, unaweza kubadili mtindo wako wa maisha kwanza. Ukaanza kula mboga mboga wakati wa asubuhi na ukapendelea kula vyakula vyenye wingi wa protini, wingi wa magnesium, wingi wa vitamini E, vitamini D, na vitamini C kwa wingi. Inaweza kukusaidia kusogea kuanza kusogelea mafanikio ya tatizo lako. Nimekuwa nikiwapangia wanaume program ya kuanzia asubuhi, mchana mpaka jioni, ili kuendelea kuboost sperm ambazo tayari huenda zimeanza kuathirika, au kuboost sperm kwa ajili ya kulinda afya. Sasa kama una changamoto hii kwa muda mrefu na haujui solution ni lipi,